Na nashukuru sana kwa wale ambao walitoa hela zao kwa sababu ya Injili iweze kuhubiriwa sehemu ile. Na nashukuru kwa wale ambao wamepiga hatua, naamini ya kwamba wengine bado wako njiani na watakuja. Nashukuru kwa mzee wetu ambaye amesikiza Injili, na nashukuru pia kwa ndugu yetu. Kile ningemwambia si mimi sina uwezo hata kidogo wa kuokoa mtu. Aliyenena ndani yako ni Kristo. Maana hata mimi unaniona hapa, tumetoka kwa boma ya wachungaji. Kwetu kuna mpaka kanisa. Baba yangu ni akubisho, ndugu yangu ni senior pastor. Kwetu kila mtu anahubiri, lakini ni watu wa Sunday. Mimi peke yangu ndio msabato pale. Cha ajabu ni kwamba hao wote ukiwaweka pamoja bado wananiogopa. Bado wanaogopa, wanasema huyu kijana hauwezi kutomboa. Ninawaambia ni Yesu, maana kanisa la Mungu anasema watu wataniogopa. Na ndio tunashukuru, maana Mungu anapozidi kunena ndani ya mioyo ya watu, washiriki tusichoke kufanya kazi ya Mungu. Hiyo ndio kazi pekee yake imebaki duniani. Unapofanikiwa ukumbuke Mungu wako. Kwa hivyo si mimi, maana kila mtu ambaye alitoa taji hiyo anahesabiwa. Kila mtu aliyetoa, aliyeombea mkutano, taji hiyo anahesabiwa. Kwa hivyo karibu sana hapa mahali huko ndio penyewe. Hata mimi nilikuwa nauliza maswali, lakini nilipofika hapa na Yesu akatufunza, huwa naambia watu hili ndio kanisa la Mungu. Maana kama si Seventh Day Adventist, mimi ningekuwa maiti sana. Maana wale wameenda Coach na Dandora wanaelewa historia yetu. Kuna wahubiri tumekuwa nao kina Collins, kiwauliza wanasema Kisieza ndio Petro ndio Paulo. Maana tulikuwa wabaya sana. Kama si kanisa hili, ningekuwa nikizikwa kitambo. Kwa hivyo wanahurumia sana watu ambao wanakuja na wanaanza kusema hii kanisa ni mbaya. Hawajui mahali Yesu anatoa watu. Najua unaweza abudu Sunday na hujaokoka. Wewe unaenda kanisa na hujaokoka miaka yote. Hujawahi okoka, hujawahi kujua Yesu. Lakini Mungu ana sababu, maana Yesu anasema wale alipatiao Baba sitawatupa nje kamwe. Hata awe mmoja, Kristo anasema hawezi akakutupa nje. Kwa hivyo karibuni sana. Ukiwa hapa, walimu wako hapa wengi, wahubiri wako hapa wengi, watu wa Mungu wako hapa wengi, utafunzwa. Sisi pia tuko, ukiingia kwa mtandao utatupata pale. Na baada ya miezi mingi pia yeye atakuwa na ubiri, sio? Maana mimi nakumbuka nikiingia SDA nilipewa kitabu la Collins ambaye ni ya unabii. Kaniambia tumekupea mwezi mmoja. Nilisoma, nikamwambia nashikaje hizi vitu? Kaniambia wachana na chai. Na mimi Muluya. Kaona huyu naye ananisumbua akili. Lakini niliwacha, na unapobatizwa Roho wa Mungu anakupatia kipawa
Kwa hivyo kanisa hili la Mungu linatushikilie kanisa hili mpaka Kristo haje. Mimi nina familia, nina mke na watoto. Nilitoka hapa nikiwa kijana sana. Nilioa. Nina mke na watoto. Nimeongea nao asubuhi, wakasema ukifika Kariobangi uwapatie salamu. Umesalimika. Wengi wanafahamu mke wangu na watoto. Ni vile hatuwezi kutembea na wao, maana tukitembea na wao nyumbani kutaharibika. Ukiwa mhubiri, usioe mhubiri mwenye anatembea. Nani atalea watoto? Hiyo ndio mistake pia watu wanafanya. Ati wewe mkuruseni, bibi yako tena mkuruseni. Ukienda nyumbani yeye ametoka, watoto wanaharibika. Kwa hivyo yako nyumbani na anashiriki kule Mabera Central. Huko ndio tulihamia saidi za Migori County, lakini nyumbani ni Vihiga. Kwanza tuombe, tuseme yale ametuleta, maana yote nimewaambia haina maana, na kuna mtu atatoka na hiyo. Usitoke na hiyo, toka na hiyo ambayo tunaenda kuzungumza. Tuombe. Baba na Mungu Mwenyezi, tunashukuru sana ulituleta sehemu hii na kusudi ili kwamba neno lako liweze kuhubiriwa. Neno lako linapotoka aliendi bure. Watu wanaposikiza na kufanya uamuzi ulio bora. Yesu, usidi kuwajalia neema zako. Ninapoenda kuumega mkate utakao mbinguni, hebu zungumza ndani ya mioyo ya watu wako. Nisionekane mimi, bali wewe uonekane ndani yangu. Mapenzi yako yatimizwe siku zote, maana ni ndio letu kwa Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Asante. Mada ya leo inasema front and center. Na nilipokuwa nasoma kisa hiki, Biblia ni kubwa sana na ina mambo mengi ambayo yanatufunza kila siku. Haswa msimu huu ambao tuko, ndio vifo viko vingi na ndio sherehe iko nyingi, na huenda kwa msimu huu ndio watu ni rahisi kumsahau Yesu. Watu wengi kunapokuwa na sherehe, watu wengi wanasahau Yesu, wanaweka Yesu pembeni, wanaenda kusherehekea. Si mbaya, lakini jambo la muhimu ni kumweka Yesu mbele. Kristo alipokuwa duniani, watu wengi sana walimkataa Yesu, na wengi waliomkataa Yesu ni wale walijifanya ya kwamba wanamjua Mungu. Wanaomkataa Kristo ni watu ambao wanamjua Mungu. Unapohubiri utaona, unapohubiria walevi, kuna vitu hautafanya mbele yao. Watakuambia kwamba wewe unaongea vibaya kwa Mungu, maana kuna jambo kidogo tu bado wajaelezea. Lakini watu ambaye ndio washiriki, wengi wao ni rahisi kwao kumsahau Yesu. Kitabu cha Yohana 19 mstari wake ni wa 4. Hawa ni watu ambao walikuwa na Kristo lakini wakamkataa. Maandiko yanasema nini? Kisha Pilato akatokea tena nje. Ndio. Akawaambia, mtu huyu namleta nje kwenu, ndio mpate kufahamu ya kuwa mimi sioni hatia yoyote kwake. Pilato amezungushiwa Kristo. Amefika mahali anasema hapana, ni sawa umemleta Yesu ili kwamba
niweze kumhukumu. Lakini mimi ninapomwona Kristo, mimi sioni makosa yake. Pilato hakuwa mshiriki. Hapana, wanaona makosa ya Kristo ni washiriki, lakini Pilato anaangalia, anasema ni sawa, mnamleta kwangu, lakini mimi sioni makosa kwake. Piga yake ni ya kwanza. Maandiko yanasema nini? Inasema hivi. Ndio. Basi ndipo Pilato alipomtoa Yesu, ndio, akampiga mijeledi. Kwende. Nao askari wakamsokota taji ya miiba, ndio, wakamtia kichwani. Pilato ameshika Yesu, amempiga mijeledi. Kuna watu wamekamata Kristo, wamempeleka kwa Pilato. Hawa ni Wayahudi. Yesu amepigwa mijeledi, akavikwa taji ya miiba, halafu akapelekwa kwa Wayahudi. Maandiko yanasema nini? Wakamvika vazi la zambarau. Ndio. Wakawa wakimwendea wakisema nini? Salamu, mfalme wa Wayahudi. Sasa Kristo amevikwa vazi la zambarau. Vazi la zambarau ni mavazi wafalme walikuwa wanavaa, na vazi la zambarau ni vazi makuhani walikuwa wanavaa. Sasa Pilato, Kristo amevikwa vazi, amepigwa mijeledi, halafu anarudishwa kwa Wayahudi. Maandiko yanasema nini? Inaendelea, wakampiga makofi. Ndio. Kisha Pilato akatokea tena nje, akawaambia nini? Mtu huyu mnamleta nje kwenu? Mtu huyu nimempiga makofi, nimempiga mijeledi, ninamleta nje kwenu. Fanyeni